Ni katika episode ya 5 mzigo safi. Mashine ya nguvu wanaita Unforgettable Revenge. Kutoka Mafia Respective Family, Sunil DJ, Sunil DD, Baba, kipenzi cha wana kama dawa. Tunazidi kusonga mbele, tunazidi kuamsha popo wadau wote Mafia Respective Family. Mambo ni burudani sana. Kujiunga na grupu la Mafia Respective Family gharama ni shilingi 1500 kila wiki, unalipa ada shilingi 2000. Hakuna picha ya Mafia Respective Family ambayo itaweza kukupita. Maana unapokuwa katika grupu letu ni sawa kwamba wewe ni mwana Mafia Respective Family. Lakini pia unapokuja Kariakoo hakikisha unakuja siku ya Jumatatu. Ulizia picha za Love Voice DJ Sunili, kipenzi cha wadau. Maeneo ya wanapouza juisi za miwa pale, wanasema opposite na wauli wanapouza juisi wanapouza supu ya pweza pale. Wanapokuja kupiga alkasus wadau au vipi? Maeneo yale ndiko ambako meza za mbele ndiko ambako utapopata picha za DJ Sunili. Ulizia maeneo yale pale. Mambo ni burudani sana. Asante sana. Karibu katika hii hapa ni picha moja safi, Unforgettable Revenge. Bala. 真的要交出丁家宝。武田就是为了丁家宝才抓的大哥，不能上他的当啊！娘，让我带着弟兄们把大哥救出来。是娘。对，是啊，娘。 Wauni wanataka kwenda vitani. 娘，Wauni wanataka kwenda vitani, mama akawatuliza akamwambia tulieni kwanza. Wamesheni, tulieni. Ondoeni purukushani, maana vita ni nzito. Mtoto wa kike wanamuita Ding Xiao. Ding Xiao akasogea. Haka ndo kale kabinti nakaita Ding Xiao. 被人抓住，我们家要怎么会落到这？ Asema alosababisha matatizo yote, asema niache. 你刚说什么？ Unamaanisha nini? 还活着？ Ipi kaka mmempata? Itakuwa mmempata, hebu niambie. 变成 Acha. 手里， Kivipi yani? 什么要抓他？ Yani sijajua umekuja hapo unamaanisha nini? Yani kaka ngajua umemrudisha kaka nyumbani tayari. 话， Lakini kumbe hakuna, mimi sijamsababishia shida aina yote. 谁稀罕你几个臭钱？ Sasa bila harusi yako nafikiri angetimia hayo. Wewe uje wako hapa ndo umesababisha matatizo hayo. Acha basi. Kaingia kabinti kingine. Huyo anamuita wanasema wanamuita shemeji wa 4. Ndo kama ingia sasa. Kuja kutuliza purukushana, achana naye. Takupa jina lake la uhalisia ambalo anatumia huko. Lakini wenyewe wamependa kumuita jina la shemeji wa 4. 会通知你。 Asema ondoa shaka, hebu subiri. Anahitajika atulie hapa binti. 人坏吗？ Na mimi nataka niende huko. 我们丁家宝的事情， Asema kila kitu kitakuwa sawa. Wewe tulia, usijali. Basi binti aliambiwa pumzike hapa, atulize wenge. Binti akakaa akapiga mahesabu. 你现在怎么样？ Kweli kaka atakuwa salama kweli. Ni mwanaume anampenda sana. Wakati mtaalamu alifanyia huduma ya kwanza, aliyakuwa yupo katika hali ngumu. 你是不是红一刀？ Lakini sasa taarifa hizi zinaletwa upande wa pili. Asema lazima kuweza kumsaidia haraka sana huyu mtu. Sababu yupo katika wakati mgumu. 你说的是真的？ Hasa anasaidika vipi? Ni ugumu. Huyu binti na huyu mwamba wako katika wako katika jeshi moja la siri. Ni watu ambao wanafahamiana vizuri kabisa. Lakini huyu mtu pia anafahamika, anahitajika kupata msaada haraka sana. Anasema hakuna shida. Wewe nenda. Tutalijadili kuweza kumpa msaada. 我孙红柳对不起先祖，为了救未来的家主，只能放弃祖地。我在这儿发誓， Mama alikwenda kwenye makaburi ya mabibi, mababu, wazee, 还要把武田 wakongwe waliotangulia kwa ajili ya kuweza kuomba pia. Hicho ndicho ambacho yeye anakiamini. Kuja kuomba kwa ajili ya kuweza kusaidiwa katika hili. 这是 Vijana wako tayari wanasema kama kukinuka kwende kunuke, yani kama kuchapa mkono wao akachape.
彭岭跟他们干一仗不？ lazima kwenda kusaidiana katika hili, lakini kuna mmoja anaonekana muoga kinyama. 老夫人，不好了，大少奶奶跑了。 Ghafla kuna taarifa zinazoingia pale pale. Mtoto wa kike anasemekana ametoroka. Tena anatorokaga kwa nguvu. Akabinti ametoroka. 张大姐， Wanakaita Zhang Qiangyu. Anaweza kuita Qiangyu. 太好了！ Kamesha toroka kitambo tena kwa nguvu. Atakage upuuzi hata kidogo. 我出 Mweke ndani mule wakati mtaalamu yupo 到日 katika hatari. 抓到， Hilo jambo sawa. 我可听说他就是红一刀。青云啊，你好不容易把这 Nasemekana yule mtu ndo Blade Man, yani yule mtu ambaye nasemekana ni hatari sana. The best sword man, yani mtu mwenye upanga balaa. 是丁大哥给我拼， Ana uwezo mkubwa, nasemekana sio kweli, lakini wamemsingizia 别说 Bwana Ding Daizong. Nasemekana anatakiwa kuweza kuuliwa na Wajapani. 就这个脾气。 Sasa ni hatari eti ukiwa unazurura namna hii. 他现在 Ubinti huyu mama hapa 日本人 anamfahamu kabisa ubinti vizuri tu. 不要冒这个险。 Wanajeshi wako kila kona kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakamata wahusika wanayehusiana naye. Na ndugu jamaa 谁 wa mzee mzima anamuita 深受重 Bwana Ding Daizong. 这惊人的意志力， Wakati wa Ding Daizong anapata fahamu sasa, ndo anakurupuka 乱断血 kutoka katika mtikiso mkubwa aliweza kupambana nao huko. 险的计划。 看一个快死的人，用得着这么精心吗？ Sasa mpuzi itakuwa amekufa na bili umlinde bwana. Acha kuogopa namna hiyo. Walinzi mara ghafla ko kucheki tandani hamna mtu akavutwa. Alishakatwa mtu hapa shingo tayari kitambo tu. Mwanaume amevaa nguo za askari sasa anataka kuchomoka katika mazingira. Anawezaje kuchomoka? Mjapani yuko mwingi. Mkuida mlinzi ili aweze kutoka, kumbuka amepigwa risasi hadi kwenye mguu wake, hata kutembea hadi amechapika balabala. Bwana mkubwa amepata taarifa kwamba huyu mtu yuko hospitali. Sasa ni kuweza kusogea kwa ajili ya kuweza kumkagua. Bwana mkubwa anamuita Takeda. 没问题，大队长。这个 Xiaozu anasogea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anatakiwa kuweza kumkamata mzee mzima, yani kwenda kumuona huyo bwana mkubwa anamuita 拿到手里。 Bwana Ding Daizong. 孙红柳要是拖延时间怎么？ Sasa tumejaribu kuweza kupambana vya kutosha. Wengi tumeua vijana wao. Sema mimi si wazi habari ya vijana wao. Nataka ni muwaza yeye kama yeye. Yeye ndo anatusumbua sana. 剧烈的伤痛让丁代宗走得极慢。 Bwana mkubwa alitoka mpaka nje. Kumbuka si hospitali, kuna baadhi ya watu hawawazi wagonjwa sababu anajua kuni wagonjwa wa kawaida. 斩咬牙 Yes, 向外 na ni askari ambaye anasemekana anaumwa. 知道，绝不能 Kwa kuna shida moja ya wagonjwa. Sasa jamaa wangu akicheka umakini, bwana mkubwa anamuita Bwana Takeda amefika. Katika mazingira bwana Takeda naye amefika. Sasa kaona sasa hapa abadilishe location au aende wapi? Akwendeki kuna hakuna njia ya kupita, inabidi apishane naye tu bwana Takeda, inabidi ainamishe vizuri kofia ili akipita sasa asijuane naye. Anatembea damu inamwagika namna hii. Gonga saruti kutoa nuksi. Yes, 擦肩而过的那 alijua kama aliweza kufaulu, lakini damu ambayo iliweza kumwagika kutoka katika mwili wake na miguu yake 嗅到了熟悉 iliweza kumshtua kabisa bwana Takeda 的看向 na kufahamu kwamba adui yake 自己， alikuwa anamtoroka. 慢慢离开。 Hiko ndicho ambacho kilichoweza kumshtua. Sasa ikatolewa pipe, askari wakakusanyika pale pale chap chap namna hii. Wananchi pia wakakusanyika katika hospitali. 你转过身来！ Wewe mpuzi, geuka! Anamtaka kugeuka mzee mzima. Sema Ding Daizong nataka kutoroka, nataka kutoa pipe, akamwambia achana naye, acha tuone, mikono yote iko imepondeka barabara. Anashikaje bastora? Hali ya huyu bwana ni ngumu sana.
Hatimaye bwana Takeda kakanyaga bastora pale pale. 枪都拿不住。 Huwezi kufanya chochote kile. 我不想在这儿杀你。 Maana yake kwamba mwisho wako sasa unaweza kuwa ni mgumu sana. Hebu tuambie. Sasa mimi sifahamu kitu. Niambie, unashirikiana na nani katika kazi yako? Nieleze vizuri. Asema mimi sihusiani na hizo habari, sifahamu kabisa. Na hata kama utataka kuniua, niue freshi. Manake sina chochote ninachokifahamu ambacho unakihitaji. Vuta barabara, leta upuuzi. Mjiangalie unachokizungumza mbele yangu. Maana unaweza kukatarisha maisha yako. Nasema sawa, lakini simwogopi mtu aina yote. Naongea kile ambacho nakifahamu, sawa? Sina chochote mnachokitaka nyinyi. Sifahamu chochote, hiyo ni ndoto. Sitaweza kuambia, kapiga kichwa. Kamata bastola. Unataka kujua nini kwangu? Hakuna chochote nitachokuweza kuambia. Wakati huo bwana mkubwa wa Charlie anakuja kumpa taarifa mzee mzima wanamuita Sheng Liang kwamba Ding Dangzong alikuwa anataka kutoroka kutoka katika hospitali. Sasa amekamatwa. Na anajitambulisha, mimi naitwa Ding Dangzong, sihusiki na chochote kile. Hata kama nini niko tayari kufa, lakini sitaongea chochote kwa sababu sijui chochote. Binti mtoto wa kike wanamuita Zhang Qingyun anapita namna hii mbele ya Di Dangzong. Asema Qingyun, anaishi kama sauti inamwambia binti avae bangili ambayo aliweza kupewa na Di Dangzong kwa sababu niko tayari karibu na wewe. Kuwa karibu na mimi pia. Yani kama vile anaishi anaambiwa kitu na mtaalamu. Sasa inabidi kuweza kuvaa tu. Hakuna jinsi. Anakwenda kuvaa namna hii. Mtoto wa kike Zhang Qingyun. Hapo ni kama nafsi zinazungumza. Yaani maana yake binti anahisi kama kuna vitu vyote ambavyo anaambiwa na mtaalamu. Asisogea, asisubutu kujitokeza. Kwa sababu yake yuko karibu naye, atakuwa karibu naye kila wakati. Akajipiga risasi pale pale kuondoa ushahidi na mambo yote ili kuweza kuwaweka usalama wao pamoja na jeshi zima la Ding. Jeshi zima la mwanamama anamuita Su Hangliu, jeshi la familia yake, ili kulinda wengine wasije kukamatwa, kwa sababu yeye ipo katika mikono ya Kijapani. Najua watakuja kupambana. Sasa ili wasije iwe kificho kwa wengine, aliamua kujipiga risasi pale pale. Hakuna mtu aliweza kuamini hili tukio. Hata binti pia hakuweza kuamini iko kitu ambacho kimeweza kutendeka. Maneno alikuwa akizungumza akisema, sitoweza kusahau kitu. Sitoweza kusahau katika maisha yangu yote. Ni tegemezi la mwanamume ambaye alikuwa anampenda na shangaa. Leo anakufa mbele ya macho yake kwa sababu ya Wajapani. Bwana bala tupo naita unforgettable revenge. Kisasi kisichosaulika. Bala tupo. Wakati upande wa pili mama bado anaendelea kuvuta subira kuangalia nini ambacho kinahitajika kifanywe kwa akili ya kutosha, sababu mambo ni mengi. Wakikurupuka wanaweza kuhatarisha jeshi lote likateketea. Ghafla taarifa pale pale inaingia. Qingyun olela. Qingyun ameweza kurudi. Sasa mpumbavu aliondoka kwa hasira wakati tulimwambia abaki nyumbani. Sema labda toka marudi jambo la msingi. Inabidi aweze kupokelewa. Apokelewe binti aweze kuingia ndani. Qingyun. Inasema aliondoka kukutoloka, lakini binti amerudi akiwa yuko serious namna hii.
Kasogea mpaka kwa mwanamama, kwanza akapiga goti. Chinyu. Mama anashangaa sana, Chinyu nini? Akatoa heshima yake. Akasujudi pale mbele ya mama kumpa heshima yake. Di大哥 Asema Di kaka 走了。 ameenda. Wewe unazungumza nini? Ding Daizong Blaza amekufa. Unafikiri mama aliamini hilo sasa? Subira yavuta heli. Ngoja yaumiza matumbo. Mama aliweza kusema tusubilini kidogo, labda kuna mbinu mbadala ambayo itaweza kutengenezeka. Ni mbinu ya aina gani hiyo? Hatimaye wanampoteza mzee mzima, anamuita Ding Daizong. Ndio taarifa ambayo binti anaileta. Sasa inakuwaje? Kuna mtu ambaye atakubali sasa akae nyumbani asubiri? Hiyo kitu hamna, sidhani. Bwana, katika episode inayofuata ambayo ni episode ya 6 hii hapa tuende sambamba. Uko na Love Voice, kipenzi cha wadau, tunazidi kusonga mbele. Story moja tamu sana, story tulivu. Ondoa shaka tuje tufahamu inakuwaje. Yapa hii. Karibu.